Azalia mwana wa Obed, Azalia mwana wa Obed, naye akatoka ili amlaki Asa. Ndipo roho ya Mungu ikanijia, Azalia mwana wa Obed, naye akatoka ili amlaki Asa. Akamwambia, nisikilize Asa na Yuda wote na Benjamini, Bwana yu pamoja nanyi, mkiwa pamoja naye, naye mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Mstari wa 3, basi tangu siku nyingi Israeli amekuwa hana Mungu wala kweli, Mungu wa kweli, wala hana kuhani afundishaye, wala hana torati. Lakini walipomgeukia Mungu, Bwana Mungu wa Israeli, katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Hata zamani zile hakukuwako na amani kwake atokaye wala kwake aingiaye, ila fadhaa kubwa juu ya wote wakao katika nchi. Wakavunjika taifa juu ya taifa na mji juu ya mji, kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote. Nanyi jitieni nguvu, wala mikono yenu isilegee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijala. Makofi kwa Bwana Yesu. Biblia inasema Mungu anajitambulisha ya kwamba zamani zile hata Israeli hapakuwa na mchungaji wala kuhani aliyewafundisha neno la Bwana, lakini kupitia nabii huyu Obedi, neno la Bwana likashuka ya kwamba mmekaa bila Mungu. Hakuna mchungaji wala kuhani wala nabii anayewafundisha habari za Bwana. Kwa sasa anasema Mungu wa kweli amekuja, ya kwamba mkimtafuta na kunyenyekea, yeye ataonekana kwenu na kuwaponya katika adha zote. Ndipo Israeli wakamgeukia Bwana, wakamjua Mungu wa kweli, wakamwabudu Mungu wa kweli, na ndipo Bwana akaonekana kwao. Kwa Israeli wamekabika, wakavunjika, wakasambaa taifa na taifa, wakaondolewa. Lakini unabii unarudi ya kwamba Mungu wa kweli anapatikana kwao, lakini sharti wamtafute. Wakimtafuta ataonekana kwao, wakimwacha atawaacha milele. Anasema na wewe usilegee, wewe ambaye uko hapa usilegee, maana Bwana Mungu anatambua kazi njema unaoifanya katika hii madhabahu. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe mwana Mungu usilegee. Haleluya, usilegee, bali nahitaji kusonga mbele kama mtumishi wa Mungu uliyeokoka. Amen. Kwa hiyo anasema kwa kuwa Israeli wamekuwa hawana Mungu, Mungu aliendelea kujifunua katika maandiko mbalimbali na kuwawezesha kumjua. Kitabu cha Zaburi ya 31, Zaburi ya 31, ule mstari wa 5, mikononi mwako naiweka roho yangu, umeniokoa Bwana Mungu wa kweli. Maneno haya tunayasikia katika kitabu cha Zaburi. Yesu aliyatamka msalabani, anasema mikononi mwako Yesu Mungu, mikononi
wa kweli. Kuna watu wanasema tunamwabudu Mungu, lakini roho zao na sadaka zao wameweka kwa miungu. Leo nakushauri, tafuta madhabahu ya kuweka sadaka zako kwa Mungu wa kweli. Mungu wa kweli. Mungu anasema, Yesu, naweka roho yangu, Mungu wa kweli kwako. Yuko Mungu Bwana, Mungu wa kweli na Mungu wa uongo. Haleluya. Mungu wa uongo ni shetani. Kwa Yesu anajitambulisha na kuwafundisha watu ya kwamba yuko Mungu wa kweli. Haleluya. Kwa lazima uelewe, mikononi mwako naiweka roho yangu, Mungu wa kweli. Yesu alimwabudu baba yake wa kweli. Leo watu wanaabudu mafuta na chumvi, ndio miungu yao hii. Lakini mimi na wewe tumwabudu Mungu wa kweli. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Yesu anasema, ewe muumini uliokoka, tambua ni madhabahu gani unayoiabudu. Wekeza sadaka zako, wekeza moyo wako katika Mungu wa kweli, awezaye kuokoa, awezaye kukuponya, awezaye kukulinda, awezaye kukutoa katika dunia hii na kukupeleka mahali alipokuandalia. Huyo ndo Mungu aliyejifunua na ni wa kweli. Mungu wa kweli anapatikana. Kinachotakiwa ili umpate Mungu wa kweli ni kumwamini Yesu peke yake. Tukaangalia Mungu wa kweli. Yesu anazungumza hapa, amemwambia Mungu wa kweli. Lakini kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 17, Yohana Mtakatifu sura ya 17, Yohana Mtakatifu 17 ule mstari wa 3, Bwana anazungumza kuhusiana na Mungu wa kweli. Yesu anathibitisha ya kwamba baba yake ni Mungu wa kweli. 17 mstari wa 3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo. Haleluya. Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu. Ili uwe na uzima wa milele, ili uwe ni mtu ambaye unakuwa mzima na ufanikio, lazima umjue Mungu wa kweli. Na uzima wa kweli wa milele ni huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na Kristo. Unatakiwa kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo. Hapo sasa umekamilika kuitwa mwana wa Mungu. Yesu anasema wakujue wewe. Kumbe uzima wa kweli ni kumjua Mungu wa kweli na Kristo wake. Hapo ndipo utasema unakaa katika madhabahu ya Mungu. Usipomjua Kristo na Mungu wa kweli, hapo utaishia kunywa mafuta, utaishia kunywa chumvi, utaishia kwenda jehanamu ya moto, utaishia kutangatanga. Mungu anapatikana mahali popote kwenye madhabahu yake, sio kwenye mafuta. Yuko Marekani wanaenda, yuko Zambia wanaenda, yuko Tanzania wanakwenda. Ni vipofu. Bwana sema hao watu ni vipofu, sababu hawamjui Mungu wa kweli. Na Bwana anathibitisha kwamba hao watu ni vipofu. Hao watu wanaoenda kwa waganga wa kienyeji, na waita waganga wa kienyeji kwa sababu wameona kule misituni kule watu hawawezi kwenda misituni, kwa wamegeuza laamuri za kiroho, wameweka madhabahuni. Leo Yesu anageuzwa kuwa ni yeye, na yeye shetani anafanya kama malaika wa nuru. Kama wanamhubiri Kristo vile vile wanakopi na maandiko, lakini ndani yao wameweka sanamu. Ndani ya mioyo yao wana sanamu. Maji ni sanamu, chumvi ni sanamu. Lazima nikueleze kitu kimoja. Kwani hauna chumvi nyumbani? Kama chumvi ingesaidia watu wana chumvi nyumbani, wana maji nyumbani, wana udongo, wana mawe, mawe ya Daudi, watu wana mawe nyumbani, wangeatumia hayo. Lakini kwa kuwa una akili umefungwa, Mungu wa dunia hii amewapotosha fikra zao, amewafunga watu wasiweze kuelewa hayo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 4, sura ya 4
mstari wa 4. Uangalie, sio kwamba wana akili. Maprofesa na wenye elimu wamepanga mstari, wanauzia udongo kwa kijiko, kwa sababu hawamjui Mungu wa kweli. Mungu wa kweli ndio huyu aliye na uzima wa milele, kumjua aliye kweli pamoja na Kristo wake. Ndio maana Israeli akaambia, hii chumvi, haya mambo unayotengeneza na unayoyafanya haya sio ni kinyume na Mungu. Kuanzia sasa mlikuwa mnaabudu haya kwa sababu mlikuwa hamna Mungu, lakini tutaongea sasa mmeingia nchi takatifu, badilikeni. Anzeni kumwabudu Mungu wa kweli. Muelewe Mungu sio mti, Mungu ni roho, na waabuduo watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa lazima uelewe. Wakorintho wa pili sura ile ya 4 mstari wa 4. Kuna kitu ambacho kimekufunga wewe. Ndio maana umetembea na laana miaka hadi miaka. Nao wamekuelewa ya kwamba wewe haumchi Mungu. Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 4. Anasema hivi, mstari wa 4, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepotosha fikra zao, wasiamini isiwazukie nuru ya nchi ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wa dunia hii amewafunga maprofesa na wenye akili, wanachukua chumvi wananunua. Yaani Yesu hajawahi fanya vitu hivyo. Sijawahi kuona kwenye huduma ya Yesu watu wamepanga mstari wanachukua udongo au wanachukua mafuta, sijawahi kuona. Lakini haya mambo kwa sababu shetani amewafunga watu fikira. Nikwambie mtu wa Mungu, mwinjilisi wangu, na watu ambao mjasoma, mjaenda chuo, wala usiogope. Maana kuna watu wamesoma elimu za chuo hawana akili. Wanachukua chumvi, wanasema ni dawa, wanasema kuondoa laana, wanarusha kwenye nyumba. Wana akili yao, wamesoma kabisa na degree kabisa, lakini wanaenda kununua udongo. Hivi na akili wewe? Yaani kama umesoma hadi elimu mpaka nikasema Mungu, kumbe elimu ya Mungu ni nzuri. Kumbe elimu ya Mungu ni nzuri kwa sababu Roho Mtakatifu anakufundisha ya kwamba hili jambo sio sahihi, hili jambo ni sahihi. Hapo ndio elimu ya dunia ni upuuzi kabisa. Mtu amesoma kabisa anakalishwa na kamganga ka kienyeji na wembe uliokutu, anakaa polini, anakweka na PhD yake na chuo chake amesoma na amevaa suti. Wanamwambia kaa chini, wanaweka ngozi ya chui. Unajua wale jamani wajanja, wakikono umesoma anakuambia sasa subiri, anajifanya elimu zake, anaweka kitu cha kutisha, anakutetemesha, kaa hapa, vua nguo, oga dawa. Na uprofesa wako na kaelimu kako na kachuo unakalishwa hapo na elimu yako wewe. Mganga darasa la 7 hajaingia, anakuchanja pale nini? Madamu yanamwona nini? Anachukua masisi na miti, anatwanga kwenye kiti, anakuwekea pale. Ng'ombe 5 zimeondoka kwa masisi tu, ng'ombe 6 zimeondoka. Na wengine mnashindwa kuelewa. Ukiona mke wako anapenda waganga, uelewe analala na mganga. Haiwezekani mganga amekaa mpolini peke yake na mke wako unamruhusu anaenda kwa mganga. Hawezi kupona, hawezi, na kuhakikishia. Tunaelewa tulio madhabahu, tunaelewa watu wamelala na waganga, watu wamezaa na waganga. Eti mume wako hakupendi, anasema kama hakupendi lala na mimi kwanza, hapo nakupenda. Kwa watu wamepotea. Nilipojiuliza sana, kwa nini wenye akili na maprofesa na wenye elimu na degree nao wametekwa na mashetani? Akasema Mungu wa dunia hii ambaye ni shetani ameondoa ile elimu, ameitoa ile elimu aliyonayo, ameweka elimu ya kumpoteza. Kwa hiyo sio kwamba wanafanya hivyo, wamefungwa fikira, wamefungwa akili. Ndio maana watu leo wanasema mimi nimesoma, mimi na madigrii. Ngoja nikueleze, kusoma sio chochote. Tunasoma ili tusaidiwe hiyo elimu kwenye maisha, lakini ukiwa na elimu ya dunia na elimu ya kiroho
hapo umewini kwa jina la Yesu. Makofi kwa Bwana Yesu. Ukiwa na elimu ya kiroho na elimu ya kidunia, ile